pesa mtu ili aingize pesa nyingi inatakiwa afanye kitu gani yani? Kwa sababu umesema mtu anaweza kuwa na viewers wengi na bado akawa hana hela. Okay. Kitu gani ambacho inabidi kifanye yani mtu unajua kabisa huyu jamaa kweli hapa amepiga hela? Okay, muziki ni practical. Always, na muziki unahitaji professionalism kwenye kuanzia unapotengeneza, unavokuja kuandaa kwenye kuposti. Naweza ngatolea mfano, sijui kama ni vizuri au vibaya. Kuna mtu amerelease album. Ila ukiangalia kutokea kwenye artwork ya album haina thamani ya kuja kurejesha zile hela au ule uwekezaji wa zile nyimbo alizotoa. Nani? Yes. So ukiangalia kitu cha kaka nani? Nimemtaja J Melody amesema yes. Watu kadhaa wametoa album hapa ni wengi. Ukiangalia tu kutokea labda artwork haina ile thamani ya kusema kwamba mtu huyu kweli ameumiza kichwa, anataka uwekezaji wake ukue. So kutokea pale ukiangalia YouTube ina term community guideline, inaangalia ile quality ya content ambayo unaiuza. So content yako ikiwa nyepesi, matangazo uyapate. Kwa YouTube nao wanafanyaga upembuzi yakinifu. Yeah. Wanapembua. Yeah. Kwa sababu YouTube wanajuaje kwamba hii artwork ni mbovu? Ni mifumo tu inajua. Si standard wamezoeka. Kuna algorithm na and then kuna checker. Unavokuwa unafanya kitu premium au unavokuwa, that's why watu huwa wanakuwa recommended like submit nyimbo siku 24 before. Kaka, mambo ya artwork nayo yanafanya mtu akotea artwork ya dogo pattern ina deserve kweli zile viewers. Yani artwork ina ipo recommended kabisa kwamba hata kuna artwork ukipandisha haipandi wala nyimbo yako haitoki. Bana, Beisha kutana na changamoto kwamba ikiwa na artwork ya namna fulani ndio inakuwa ile ya hela nyingi, ikiwa ya hivi inakuwa ya hela ndogo. Nikupe mfano. Young Thug artwork yake imepigwa picha zaidi ya 647 ili kupata artwork moja. Sijui tunaelewana. Picha 647 kupata artwork moja ile album. So kupitia kitu cha hivyo unaona kabisa mtu namna gani anajua thamani ya artwork kwenye mauzo yake. So kupitia ile artwork discussion imekuwa kubwa, mauzo yanafanya nini? Yanaongezeka. Lakini ukishakuwa na artwork ambayo ni ya kawaida, discussion inakuwa kubwa kwa watu au wao wanavotafuta hiyo moja kupitia kwenye mitandao and then pia kupitia watu. Ndio hiyo mambo ya trending. No, sio issue tu ya trending. Kupitia mtandao wenyewe una evaluate like hii content, kwa sababu hizo zenyewe zinaikiwa license, lakini Tanzania huwa hatufanyi, tunapeleka tu artwork kama artwork. Bana, mtu hawezi kuitumia two times. Hawezi akaitumia two times kwa sababu tayari imeshakuwa recognized na inajua kabisa hii ni thamani, na hata ukitaka kuidownload unainunua. Sasa unaweza ukapata picha kwamba hivyo vitu kama tayari vinanunuliwa ni thamani tayari kwa msanii, inaongeza value, inaongeza mapato ya msanii. Hapa kwenye license hapo. Beni nimeshakutana na kibongo. Unakutana na wimbo unataka kushaza, au sio? Unashaza wimbo ambao pengine unajua ni wimbo fulani kaimba msanii fulani, afu unakutana na matokeo tofauti na wimbo. Kwenye swala distribution, shida inakuwa nini bado? Hasa hapo mambo yanaweza yakawa mengi na sijaelewa hiyo point yako exactly, lakini nazungumzia kwenye ni kama ina sound kama kwenye copyright hivi. Kwa maana naweza nikashaza mwimbo ameimba DJ Sama alafu Rich Msafi namuona pale kwenye Shazam yangu. Okay. Yeah. Asilimia kubwa sasa hivi kumekuwa na copy and paste za samples, sometimes beat. Hasa wenzetu, na ukija ukiangalia matokeo yakija tofauti, huji kumkuta ni Mtanzania. Utakuta ni wenzetu ambao wanafanya license kutokea license za sample, license za beat na license za melody, license za nini tena? Za lyrics. Kwa hiyo obviously utakuta labda mbongo ameona kwamba sio mbongo, sisi wa Tanzania wengi tumeona labda idea au content fulani kutoka nje, tunaicopy, tunaipaste. Matokeo yake tunapata hata mkonja asipati hapo kwa maana license shasoma mtu mwingine, mimi sikombe zitakuwa zinaenda kule. Mimi nimejua leo kwamba kumbe viewers bilioni zinaweza zisikupe pesa bana. Exactly. Sasa zikiwa vile bilioni na hazitoi pesa, nini inakuwa maana yake? Unajitekenya huku unacheka huku tasi. Alright, kazi ya distributor ina umuhimu gani kwa msanii? Kwa sababu nilichogundua hapa ni kwamba wasanii wetu wengi hawajui vitu vingi. Ushanielewa Mfano leo tumejua kabisa kumbe artwork ya cover tu ya wimbo ama album pia inaongeza thamani ya kazi ya msanii. Ndio tumejua sasa hivi kusema kweli. Wengi wao hawajui. Sasa msanii ana umuhimu wa kuwa na distributor kwa kiasi gani? Distributor kama wewe ni msanii na unafanya kazi ya sanaa, ni sehemu ambayo uwezi ukakwepa. Yaani kama Rich Msafi amenunua Crown alafu hamna barabara, imagine hatuwezi tukamove. Lazima
itakuwa inapaa. Itakuwa inapaa, ndo hapo unapojiuliza ili mradi kazi yako ifikie mashabiki wengi. Mfano nimetolea hizo editorial playlist kama wenzetu walivyofanya. Lazima uwe na distributor, ndio mtu ambaye anaweza akapitch ngoma yako ikawa inafikia watazamaji wengi, na kama pia tunaendelea kuconnect na mataifa tofauti, tutaweza kuconnect kupitia distributor ambao ni hizi digital platform. Ili tufikie Audiomack, tufike Apple Music, lazima kuwe na API ambayo inatoka kwa distributor. Propagation ifanyika ndio nyimbo yako utaikuta Nigeria. Yeah, so unaona ni umuhimu gani wa distributor mimi naona kama process inakuwa ndefu kiasi kwamba inafanya pesa inakuwa inapotea kweli, yani kwa sababu mbona hapo distributor